Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. Ndugu zangu, nataka niwape faida ndogo kidogo. Huu mti unauona, huu mti unaitwa mninga. Na bahati mbaya hapa sina panga, ningewaonyesha kitu kwenye huu mninga. Ila jua tu kwamba huu mti unaitwa mninga. Mninga ni wengi tunafahamu kwamba ni mti ambao hauliwi na mchwa. Mbao yake ni katika mbao ambayo ina uwezo kukaa hata miaka 1000 bila kuliwa na mchwa wala kuathirika. Sana ni kupinda tu kutokana na aina ya uchongaji wa ile mbao na ugumu wake. Mti wa mninga, kama ulikuwa hujui, ni katika miti ambao huwa inatembea. Hiyo ni za ndani kabisa. Ni katika mti ambao unatembea na una siku maalum ambazo huwa unatembea, na kutembea kwake unatembea kwa masaa 2, lisali moja kwenda na lisali moja kurudi. Sasa hii ni kitu katika vitu watu ambavyo hawajajuaga, na ndio maana kwa watu ambao labda mmeishi vijijini na kufuatilia, kuna siku kama uliweka bikoni fulani katika mpaka wako, alafu mninga ukawa ni sehemu ya miti iliyopo mpakani, kuna siku unaweza kuja kukuta mti umeingia ndani, bikoni imebaki nje. Unaweza kustaajabu. Kwa nini? Kwa sababu baada ya lisali moja, kama mti ulikuwa umetembea kwa kwenda kwa kasi, alafu wakati wa kurudi ukarudi taratibu, lisali litakapotimia la kutembea, huu mti utasimama pale pale mpaka itakapofika tena ile kalenda umalizie safari yake kurudi ulipokuwa. Ndio maana ukiwa nao, na miti aina hii ipo aina kadhaa, japokuwa watu wengi wanasema ipo aina 9, lakini ni zaidi ya 9. Ni zaidi ya aina 9 ya miti inayotembea. Na huu mti ni katika miti yenye maajabu sana sana sana. Kama utabahatika kuwepo shambani kwako, mbali ya kuwa ni mali asili, lakini wewe mwenyewe umenufaika. Kufa maskini utaki mwenyewe. Kwa nini? Wewe utapiga hesabu kwamba hautokufa maskini kwa sababu baada ya miaka 15 utachana mbao. Lakini baada ya hiyo miaka 15, huu mti ndipo unapoanza kukutengenezea utajiri. Mbali na kuranda mbao, mbali na mbao, kuna utajiri wa ziada. Sababu gani? Ni katika miti ambayo inaita riziki sana sana sana. Na mchwa huwa hawakai, yani hawawezi kula mti wa mninga. Na mti wa mninga ni katika miti ambayo inatoa damu. Ni katika miti inayotoa damu, ama ni aina ya miti inayoitwa shajaratu damu. Ni aina hiyo. Ni aina hiyo ambapo bahati mbaya sijatembea na panga, ningeukata ni kuonyeshe huu mti unavyotoa damu. Lakini bahati haikuwa yenu, ila tosheka hivyo. Ila wewe kama umekwisha ufahamu huu mti, nenda polini, shika panga, ugonge, utauona ukitoa damu. Na hata uzaanaji wake mninga huwa ni uzazi ambao ni kama vile unakutana. Ni kama vile unakutana kwa jinsia. Wanakuambia kuna mninga dike na mninga dume. Ndio maana wengine wanaanza kuambia sijui mninga maji, sijui mninga nini, waseme watakavyosema. Lakini hii ni katika ajaibul makhluqati, maajabu ya viumbe. Katika maajabu ya viumbe. Hata ile kwenye madrasa sine mninga ule. Pale kwenye madrasa pembeni. Sasa alhamdulillah rabbil alamin. Maana kuna mtu anaweza kusema mbona imetajwa madrasa hapa, iko wapi? Hapa. Naiona ijengo. Hii ni madrasa hii tunaijenga hapa. Na huu ndo mninga ambao upo pembeni ya madrasa. Na huu ndo ambao tunauzungumzia upo baidi na madrasa. Kama mita 30 hivi kutoka mninga huu kwenda mninga ule. Maana kuna ujenzi wa madrasa pia. Ukiguswa sio vibaya. Huko ni kijijini kabisa. Tunataka kuanzisha markazi. Inshallah Mwenyezi Mungu atusimamie. Tukipata masponsor tuweke markazi moja yenye maana kabisa. Watoto waje wavune faida mbalimbali za elimu. Sasa huu mti unaona unataka kuanza kuitika, lakini kwa sababu hatujakuja kuuita kwa lile tunalitaka. Ukishafika miaka 15, kuna viumbe ambao huwa wanakuja kuishi. Na katika hawa viumbe ambao huwa wanakuja kuishi, miongoni mwa viumbe ambavyo ni hatari sana na wenye hasira sana. Ndio maana Mtume SAW akasema miongoni mwa kazi ambazo mtu akifanya huwa sio rahisi
kupata mafanikio, ikiwemo kuranda mbao au kazi ya kuchoma mkaa. Kwa nini? Wachoma mkaa wapo ambao wanaikimbilia hii miti ili wapate mkaa mgumu, mkaa mzito, mkaa mwingi. Lakini wakati wanakata miti hii, kama ulishafika kuhamiwa na viumbe au wenyewe tayari ulishakuwa na ujauzito umezaa, huu mti unakulilia. Ukikulilia kuna viumbe unakuwa umeua. Ukiviua vile viumbe wanakutia nuksi. Kazi yako itakuwa ni kukata mkaa kuuza, anayenufaika tajiri anayepeleka mjini kwenda kuchuuza. Unaona? Wewe ambaye ndio unazalisha huku, kila siku upo pale pale tu, basikeli yenyewe haina mnyororo, unakokota. Unaona bwana, bosi anakuja na RAV4 na cruiser, wewe unabaki na. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa nini? Sababu miti kama hii unapoikata unajitafutia umasikini. Kuna miti ambayo asili yake inatoa damu. Ni jamii ya miti inayoitwa shajaratu dam. Hii shajaratu dam ni miti ambayo ina siri nyingi na nzito, lakini hatuwezi kuzizungumzia leo, ila leo tusheka na kulijua hili kwamba mninga ni katika miti inayotembea. Itosheke kusema niite Hakimul Jinni, Chief Nusura El Majid, Mwarabu wa Goba. Sallallahu mani ndio nyumbani. Asalamu alaykum.